Okay, shalom watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Leo nina jambo dogo ambalo ninataka nikushirikishe, ambalo nimelipata katika kitabu cha Isaya sura ya 58. Na baada ya kutazama video hii, nenda ukasome Isaya sura ya 58 yote. Kuna mambo makubwa katika sura ile ambayo ukiyaelewa, basi safari yako ya kiroho itaimarika. Nikuulize rafiki yangu, wewe ambaye umekuwa ukifunga na kuomba, nikuulize swali hili: je, unafunga au unashinda njaa? Maana kuna tofauti kati ya kufunga na kushinda njaa, na wengi wetu tunadhani ya kwamba tunafunga, kumbe tunakuwa tunashinda njaa. Nisikilize, wengi wanadhani kufunga ni kuacha kula. Sawa, Biblia haijakataa, unaweza ukafunga kwa kuacha kula na mambo mengine. Lakini ukisoma Isaya sura ya 58 na ule mstari wa 6 na wa 7 kuendelea wa 8, Biblia inaeleza jambo hili la mfungo vizuri kabisa. Inasema kufunga ni kufungua vifungo vya uovu, yaani kufunga ni kufungua vifungo vya uovu, yaani vifungo vya uovu. Kama kuna mtu mlikuwa mmekosana naye, au kuna mtu mlikwazana naye, halafu ulikuwa hautaki kumsamehe, maana yake unapofunga, maana yake unafungua moyo wako, unamsamehe. Kama kuna mtu ambaye ulikuwa umemdhulumu, unapofunga unafungua akaunti yako, unatoa fedha, unalipa lile deni ambalo ulikuwa unadaiwa, unalipa kile kiasi ambacho ulikuwa umedhulumu. Kama ulikuwa na namba au ulikuwa na mchepuko, kufunga maana yake ni kufunga dhambi, ni kuacha dhambi ya mchepuko. Kama ulikuwa unalewa, unapofunga maana yake unafunga kwa kuacha dhambi ya uzinzi. Kufunga maana yake, kama ulikuwa na tabia ya masengenyo, ni kuacha tabia hiyo ya masengenyo. Lakini pia mstari unaofuata chini, mwandishi anatuambia kufunga ni kuwalisha wenye njaa. Sasa wengi wetu tunafunga, tunaacha chakula hatuli, tunafunga kwa kufungia chakula kwenye makabati na kwenye mafriji, tukizani ya kwamba tunapata thawabu. Lakini ukweli ni kwamba kufunga ni kuachilia mambo ya kimwili ili tuweze kupata mambo ya kiroho. Sasa unapofunga wewe, unafungia vyakula kwenye makabati na kwenye mafriji, maana yake huviachilia. Ili mfungo uwe na maana, fungulia vitu vyako kwenye kabati na kwenye mafriji. Unapofunga, chukua kile chakula ambacho ungekula asubuhi, ungekula mchana, ungekula kwa hizo siku ambazo umefunga, kawapatie watu ambao hawana uwezo wa kununua chakula. Unapofunga, chukua mavazi yako ambayo unayaona yanafaa, kawagawie watu ambao hawana uwezo au wana changamoto ya mavazi. Huko ndiko kufunga. Usifunge kizani unapata faida za kiroho, kumbe unashinda njaa. Na ukweli ni kwamba wengi wetu tunashinda njaa huku tukizani ya kwamba tunafunga. Rafiki yangu, kufunga
ni kufungia uovu, ni kufungulia uovu kutoka ndani ya mioyo yetu na kuachilia, ni kuachilia uovu. Na kama tumefunga chakula, tumeacha kula ili kutiisha mwili uweze kuisikia sauti ya Mungu vizuri, basi kufunga kwenye maana ni kuchukua kile chakula na kuwagawia watu ambao walikuwa hawana chakula. Mungu akubariki sana. Ni matumaini yangu ya kwamba kuna kitu umejifunza, na kama hujajifunza basi Mungu akusaidie siku nyingine uweze kujifunza. Shalom. Mungu awabariki.